Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulid Segamba kutoka Mass Entertainment. Leo tutaenda kujifunza kozi ya msingi wa kompyuta, na kama nilivyoelezea hapo mwanzo, tujifunza vitu vingi kabisa. Tutaenda kujifunza vitu muhimu ambavyo vinatumika sana katika kompyuta, ambavyo ni mouse na keyboard. Na bila kupoteza muda zetu, kama nilivyosema hapo mwanzo, kozi hii nimeandaa kwa watu ambao beginner, ili kujenga uelewa kwa msingi kuhusu matumizi ya kompyuta. Bila kupoteza muda, tuanze. Kompyuta ni nini? Kompyuta ni mashine ya kielektroniki yenye uwezo wa kupokea data, kuichakata data hiyo, na kisha kutoa matokeo kwa namna inayoeleweka na muhimu. Sasa kompyuta ni vipengele vikuu viwili tu, ambavyo ni software na hardware. Tukiongelea software, kuna kitu kinaitwa Windows, ambao mimi natumia Windows 10, lakini sasa hivi dunia ipo katika Windows 11. Usihangaike nalo, ni the same unachokifanya hapa na anachokifanya mtu mwenye Windows 11, ni kitu kile kile. Nataka nikuelezee software na hardware. Software ni operating system ambayo ndio hiyo tunayoitumia. Kwa mfano ninavyo mouse yangu hapa, siwezi kushika, maana yake ndio software yangu mimi. Lakini hardware ndio mouse yenyewe. Sasa nimeishika huko, kama naitumia na command naipeleka labda kulia, na command naipeleka kushoto. Kwa wale watumizi wa smartphone, kuna kitu kinaitwa handle. Kwa hiyo wewe, kuna kitu kinaitwa kama WhatsApp ile ndio software. Lakini hardware ni kioo ambacho kwenye smartphone yako unaweza kukitouch, una command, unabonyeza hapa, unapeleka juu, unapeleka chini. Nadhani kwa haraka hapo tumeelewana. Na bila kupoteza, tuanze katika vitu vyetu ambavyo leo tunaenda kujifunza, ambavyo ni keyboard na mouse. Hapa nje nimeweka file la picha yangu, nita double click kuingia. Mimi natumia kompyuta na hii hapa, ambao mara nyingi zaitwa desktop, lakini kuna wengine mnatumia laptop ambao ina mouse yake hapa kama unavyoona hivi. Kwa kushauri, kabla sijaendelea, naomba wewe ni graphic designer, nataka kuwa graphic designer mtaalamu, tafuta mouse chomeka, tutumia kwa tuna edit kwa kutumia mouse hii katika laptop. Nadhani tumeelewana hapo. Kuna kompyuta mbili nimekuonesha, tegemea ipi una, lakini naamini wengi wanatumia gani laptop. Sasa tuanze na mouse. Double click picha yangu ya mouse. Mouse inaonekana kama hivi. Nyingine ni wireless ambazo hazina waya. Kwa hiyo ina waya, kwa nyingine unataipu kama hivi tu. Na kuna gaming mouse. Sasa hapa tutakuwa tuelewane. Katika mouse kuna kitu kinaitwa left click na right click. Hapa tutakuwa tuelewane. Mtu akisema left click, maana yake ni hii hapa kwenye mouse. Mouse yangu inaangalia mbele, naamini nawe ulivyoiweka hata kwenye laptop unavyowekwa inaangalia mbele, ambayo kazi yake kama unaambiwa to move cursor. Mouse kazi yake ni ku move cursor. Cursor ni nini? Ni kidude kilichokilight kwa rangi nyeupe ambacho unakichezesha. Hii ndio mouse kazi yake. Unapeleka cursor unapotaka wewe. Umeona hivi? Nadhani nimeeleweka. Sasa kazi ya hii, umeona, au nyingine ina select an object. Kuselect an object ni vipi? Maana yake nikija left click hapa pap, hii object nimeselect. Nadhani unaona kama kuna kibox hapa ambacho kinaonekana kitu gani hicho kigusa. Kwa nikija click icon ya this PC, umeona nimeselect object hii. Au nikishikilia left click, nikifanya hivi pap, nikidrag, yani nikishikilia bila kuachia hapa, nimeshikilia nikipeleka chini, nimeziselect hizi tatu. Hiyo ndo kazi ya left click. Lakini sasa hapo umepewa basic, lakini kazi yake nyingine, kwa mfano nikaja hapo kwenye nikaselect this PC, nikaibonyeza mara mbili. Ninaposema double click, maana yake nimeibonyeza mara mbili, na mara mbili hiyo sio unabonyeza kama hivi tap afu unasikilizia hapo.
unabonyeza haraka papa, manake umeopen folder ambalo unalihitaji kuliopen. Nadhani tumeelewana. Manake kazi yake sasa ni kuselect kitu. Mouse kama mouse yenye kazi yake ni kumove cursor. Cursor ndio hii tunaichezesha. Lakini left click ina select kitu ambacho tunataka kutumia kwa muda huo, au ina open kitu kwa njia ya kubonyeza mara mbili haraka. Na ukibonyeza mara moja, subiri nikuonesha, labda nibonyeza pap, afu nikachelewa nikabonyeza tena pap, imeletea option ya kurename folder. Hiyo ni njia nyingine, trick nyingine ambayo unabidi ujue, lakini hapa nimekuonesha kama ukibonyeza slow haitafungua, itaenda itarename. Na so kurename tu, mfano ubonyeza pap, ukachelewa kama ubonyeza tab, rename kwa sababu nimegusa huku juu. Ukitaka urename maana yake unagusa hapa pap, unachelewa kidogo unakuja katika jina ndio ina rename. Kwa nimekupa option zaidi ya moja ili kuelewa. Kwa ukitaka kufungua folder yako, una double click folder yako inafunguka kama ilivyo. Hapa juu kuna hii ambayo minimize. Ukifanya hivyo umeshusha folder yako. Ukifanya hivyo unali-expand, ukifanya hivi unalikata. Nadhani imeeleweka. Tushamaliza upande wa right click. Tunakuja left click. To open context sensitive menu. Maana yake nini? Ukibonyeza right click pap, maana yake inakupa option, inakupa machaguo nini cha kufanya: view, soft buy, refresh, undo, move, hivyo kutokana na option ulipobonyeza. Ukibonyeza katika desktop ndio na inakuja hapa. Desktop ni hili eneo unaliona hapa. Na ukiwa huku haupo kwenye desktop, huko kwenye this PC. Kwa ili ugundue desktop, kibenikate mwana kibia ukika kialama cha mouse chako hapa, mara click umeenda kwenye desktop. Hilo ndio eneo letu la desktop. Kwa ukilight click hivi kwenye desktop, maana yake ni umekupa option hizo. Lakini ukija ukilight click kwenye folder langu hapa, imekupa zaidi ya option. Kwa inategemea, imekupa machaguo mengi zaidi, inategemea umeclick katika eneo gani na kitu gani ambacho unataka kukitumia. Kwa hiyo sasa hizi ndio options za kukupa kwa handle machaguo. Hiyo ndo kazi ya right click. Kitu ambacho unataka kuelewe, nikisema click maana yake automatic nimemaanisha left click, double click. Yani nisipotia left click labda nikasema click, chochote kinachohusiana na click inakuwa na maanisha ni left click. Nikitaja right click, lazima katika matumizi ya right click lazima utaje bwana bonyeza right click. Lakini left click naweza nasema bwana una click, maana yake nimemaanisha ni left click kwenye mouse. Sasa na hisi tushaelewana na tushamalizana, lakini bado kuna hii wheel scroll. Kazi yake kuscroll kwenda mbele kurudi nyuma, inategemea pia upo katika sehemu gani. Hapa nipo kwenye picha, kwa nikiscroll hivi naenda mbele na kurudi nyuma, naenda kutokana na picha zangu zilipopangiliwa. Picha yangu ya kwanza ni hiyo. Kwa nikipeleka chini naenda mbele, nikirudisha tena chini naenda mbele, nikirudisha tena chini naenda mbele. Hapa tena nikipeleka juu inarudi nyuma. Nadhani tumeelewana. Hiko ndio kutumika kuscroll, yani ukikibonyeza kinakupa. Kwa mfano uko kwenye listi kubwa sana ya vitu, kwa mfano kama yana mafolder yangu, kwa nikifanya hivi nashuka chini ya mafolder yangu, nikifanya hivi naenda juu ya mafolder yangu. Inategemea uko sehemu gani. Kazi yake hiyo ndio hiyo, yani inatumika kama mshale ambao huu ulitakao bonyeze hapa ili ushuke chini. Imekupa shortcut ya kidude kwa unashuka. Pia kwenye picha hivyo ulitakiwa bonyeza mshale ili uende mbele, lakini imekupa option ya kwenda mbele bila kubonyeza huo mshale. Nadhani umeona. Sasa na hizi kwenye mouse tumemalizana, lakini kabla sijasahau, kipindi utapobonyeza right click, maana automatic hiyo kitu nayo umeiselect. Nadhani umeona, lakini imekupa
machaguo option. Kwa nategemea bonyeza wapi ndio option zinakuja kutokana na iko kitu ulichokibonyeza. So kwenye mouse tumemaliza, twende kwenye keyboard. Keyboard tunaongelea keyboard inaonekana kama hivi, ambayo laptop inakuwa miongoni nao moja kwa moja, na zipo za wireless, zipo za nini. Sasa hapa nimechukua picha mbili tofauti ili uone. Kuna keyboard kama hii ambayo ina symbol haijaandikwa, mfano alama ya shift, nadhani umeona kimewekewa kialama hiki. Alama ya enter imewekewa kialama hiki, backspace imewekewa kialama hiki, haijaandikwa. Kuna keyboard ambayo imeandikwa kama hivi shift na imewekewa na alama. Unatakiwa uelewe, usije kukuta sehemu haijaandikwa imekuwa alama tu, utakuwa uelewe alama ya shift iko hivi, alama ya caps lock iko hivi, alama ya tabs iko hivi, alama ya enter ambayo ndio return wengine wanaita hivyo iko hivi. Kwa hiyo hilo inabidi lieleweke. Na kompyuta zetu au watu wengi ambao tuko Afrika tunatumia English keyboard. Nikiongelea English keyboard ndio keyboard hii hapa. Hata kwenye simu zetu tunatumia hii bila kujua, sema inakosa hizi na makorokoro mengine na kwa namba tu hapa maneno basi hivyo. Kwa English keyboard ndio iko hivyo. Kwa mfano nataka nikutolee mfano hapa. Kwenye keyboard hii ni kizoom, umeona hapa haijawekwa alama ya alt. Alt ni alama ipi? Ni alama hii hapa. Hii ndio alama ya alt, Alt Maulidi Segamba, ndio. Kwa ukija kwenye keyboard hii haijawekwa alama ya alt, lakini as long unatumia English keyboard kwa kompyuta yako, hapo inamaanisha iko alama hii. Yaani usichanganyikiwe kabisa ukajua hapo kutakuwa na alama nyingine. Hapana. Alama iliyokuwepo ni hii. Wezi kalili hizi alama ndo ziko kwenye English keyboard, hazibadiliki. Hata iandikwe Kiarabu iandikwe nini, wewe usijali, hizi alama ndo main ziko hapo. Sasa kuna kitu utaki kukalili kwenye keyboard. Zipo aina nyingi za keyboard, ila unataka ukalili English keyboard iko jambo ndo tunaoitumia. So kwenye keyboard hii kama unavyoona kuna kialama hiki hapa hiki. Umeona hapa kimepangiliwa kwenye keyboard, kinakuja kinaishia hapa. Lakini ukirudi kwenye keyboard hii, umeona alama ilipoishia imekuja imekaa hapa. Umeona hapa imefuata hii, ikafuata hii. Lakini ukija kwenye hii imewekwa hapa, hii imewekwa chini. Nadhani umeona kitu gani ninachomaanisha. Kwa utaki kukalili. Tukija tena kialama hiki hapa cha slash, yeye kaja kakika hapa. Lakini pia tukija katika keyboard ya nyuma kialama hiko kimewekwa hapa, yani kimetolewa katika zoni ya kule kimeletwa hapa. Hiyo usijali, inamaanisha alama ile ile. Usiconfuse. Kila mtu ana upangaji wake, kampuni za tofautiana. LG na keyboard zao, Lenovo na keyboard zao, ili kuweka tofauti hawawezi kufanana, wanatenganisha. Lakini vitu hivi hapo nataka uvielewe. Ukiwa unatumia English keyboard hii ibadiliki. Usiangalie sijui LG umeweka nini, kwa mfano hapo simuona umeweka kama kinukta hapa, sijui umeweka kama kialama cha euro. Don't care. Hizo katika English keyboard ni hizi. Alama mshangao, alt, leli, hivyo. Hizo ndo basic asilimia hivyo. Nadhani tumeelewana. Sasa twende tukaenda kujifunza jinsi ya kutumia keyboard. Keyboard ina command. Tukibonyeza A, kama ulikuwa unaandika itaandika A. Space maana yake itaacha nafasi, itaruka kwenye labda umeishia Maulidi, tukibonyeza space inakuja unaendelea basi gamba. Sasa tuje kuna matumizi ya shift. Ili kuipata neno alt unabidi ushikilie shift kwanza. Sio kiandae kinote kidogo. Nikiandika hivi tunaelewana. Kwa mfano nimefungua uwanja wangu wa kuandika, si ndio hapa. Nataka neno alt. Kwa haraka nitashikilia shift. Nitashikilia, sitoachia. Usije kabonyeza herufi kama unavyotea pamoja eti. Hapana, shikilia kwanza. Unashikilia shift alafu unakuja unabonyeza alama alt. Kama umeona hiyo ndio imetokea alt kama ilivyo.
unaanza kushikilia, sio unaotea. Jamani, hatutei tubonyeze zote kwa pamoja. Hapana, shikilia moja wapo. Ni rahisi, tunaanza unashikilia shift ndio unabonyeza alt. Unataka kama mshangao na ibonyeza namba moja na kuja mshangao. Nadhani imeeleweka nini ninachomaanisha. Concrete, click hapa, subiri walete keyboard, show keyboard button. Kwa ni click hapa. Kwa mfano kwenye keyboard yangu nishikilia shift, subiri walete keyboard. Maana yake ndio maanisha nikishikilia shift, maana hapa nikibonyeza pap. Umeona? Kwa nikishikilia inamaanisha kitu kama hiki, si ndio? Kwa hapa nimeshikilia shift, umeona ime-highlight imekuwa nyeupe. Kwa nikibonyeza namba 2, kwa sababu sio katika uwanja wa keyboard. Hapa nikibonyeza kitotokea kitu. Maana yake hapa imekupa option, maana yake ukishikilia shift kwa maana nyingine usipoachia inakuletea herufi kubwa. Maana yake hizi ni herufi kubwa hapa tu, ukaona andika inakuletea herufi nini kubwa. Kwa hiyo ikitokea kwenye keyboard yako umeshikilia shift afu kaenda ukabonyeza A inakuwa ina herufi kubwa. Tuoneshe sample. Hapa nibonyeza A tu bila kubonyeza shift, haijakuja na herufi kubwa. Nikibonyeza shift A inakuwa na herufi kubwa. Nadhani imeeleweka. Sasa kwa sababu tunajifunza Adobe, kuna command nyingi sana ambazo nataka uzijue kwenye Adobe. Kwa mfano mtu anaposema control C tunamaanisha copy. It means hii ndio tumeshikilia, tumeiselect sasa ndani yetu object yetu. Kama nikimweza control C maana yake nimecopy. Nimeanza kushikilia control nikabonyeza C. By the way, wanaotumia Mac control inajulikana kama command and alt inajulikana kama option. Nadhani tutakuwa tunaelewana. So nikija nikabonyeza control V paste, nadhani umeona nimekipaste kimetokea upande wa huku as a copy. Kwa hizo ndo command ambazo zinatumika sana, nimewafundisha hivi ili usichanganyane. Kwa nikisema hold maana yake shikilia, na nikiongelea masuala ya command yoyote, sio control F, sio control nini, usivinyatie. Unaanza unashikilia kimoja hapo, unakuja unabonyeza. Kwa mfano kabonyeza labda control alafu nikasema shift, kwa unaanza control unaishikilia, nikiongeza shift unakuja leo unaishikilia shift hapo, unaibonyeza kwa vidole vyako alafu unasema maana yake una outline text kwa katika layer hiyo katika shortcut ya Adobe Illustrator. Usiwe unavinyatia kwa pamoja unashikilia kimoja kinakupa command, kinaelewa nini unachofanya. Hiyo ndio kompyuta inavyofanya. Ndio maana ninasema inachakata data vile inavyoeleweka na muhimu. Kwa unavyobonyeza kule inachakata, inakuja na kupa data inayoeleweka. Nadhani kupitia mafunzo hayo tumemaliza katika swala la keyboard na mouse. Kingine jamani, kwa sababu umeamua kujifunza graphic designer, achana na masuala ya kutumia simu. Ni muda wa kutumia kompyuta. Simu design jamani. Sio nisemaje hapa naeleshaje, unatakiwa uwe unatumia kompyuta. Ndio msingi mkubwa wa graphic design. Kwa hiyo ndio misingi yangu. Keyboard nishawaelewesha. Pia unatakiwa ujue jamani kidogo ka language. Mimi ninaongea hapa sio kama najua English, ila najua kile Kiingereza ninachokitaka. Kwa mfano nasema nikisema shikilia hii, move kutoka hapa, mara nyingi wazungu tunasema tuna drag kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sasa haiwezi kuwa Kiswahili muda wote, kwa kuna muda mtu ataongea kwa lugha au program zenyewe pia zimekuja kwa lugha ya Kiingereza. Mtu aweza kusema hiki ni kifaa kinachotumika, mtu atatumia to move tool ambayo ina kazi yake, ndio atakuelezea kutoa kitu sehemu moja kupeleka sehemu nyingine kama hii. Lakini tena anza kitafutia tena Kiswahili chake, unakuachana, inabidi ujue tu Kiingereza kidogo ili mambo yawe marahisi. Nashukuru kwa kunisikiliza. Kwa majina yetu Maurice kama kutoka Mass Entertainment. Usisahau kusubscribe, kulike na comment pia. By the way, tukutane next time.